tukipanga vile mambo yenu tutakubaliana na nyinyi. Na tumesema kama serikali ya kwamba kuna sehemu nyingi Kenya ambayo iko na hatari kama hii inaweza kutokea. Pia sehemu hizo zote tutauliza wananchi waondoke mapema, kwa sababu ile forecast ya mvua tuko nayo ni kwamba mvua itaendelea. So na hatutaki maisha ya wananchi iwe hatarini. So tumekamilisha kama serikali kufanya mapping ya sehemu yote ambayo kuna hatari ya kutokea mafuriko ama kuna hatari ya kutokea landslide. Na kuanzia kesho tutawaambia wale wote wako katika hizo sehemu, riparian reserves na sehemu zingine, tutawasaidia kuondoka katika hiyo sehemu, ndio maisha yao isiwe hatarini na tupate tena janga kama ile tumepata hapa Mai Mahiu. It is important that ahead of time we protect the lives of people, and that's why we have concluded the mapping of all areas that are in danger of flooding or mudslides, so that we can assist citizens to move away from those areas in time, because the forecast is such that rain will be continuing for the foreseeable future, and there is already a lot of precipitation in many places, and therefore we are going to be asking citizens to move away from many areas that pose a danger to their security. Na kwa hivyo tutawatafutia mahali ya makao. Najua kuna watu pengine hapa wako na haraka ya kurudi nyumbani. Mimi nataka niwasihi, tafadhali msiwe na haraka ya kurudi nyumbani. Serikali itaangalia maslahi yenu. Na tutatumana experts wakuje waangalie hii sehemu yenu yote. Kama tutapata maelezo kwamba jambo kama hili halitafanyika tena, basi tutawasaidia kurudi pale na kujenga manyumba yenu. Lakini vile vile kama itatokea maelezo ya kwamba hakuna uhakika ya kwamba shida kama hii haitatokea tena, tutakubaliana na nyinyi. Hata kama ni kutafutia nyinyi makao mengine, serikali itanunua hiyo makao ndio muweze kuishi mahali ambapo hamutakuwa na hatari ya kubebwa na janga kama hii tena. Sijui kama tunakubaliana, kwa sababu na sio nyinyi peke yenu, hata wale wengine wote ambao wako katika sehemu kama hiyo, ni vizuri tuketi chini tuwe na makubaliano. Hatutaki turudi tena mahali ambapo mwaka moja, 2, 3 baadaye tuwe na matatizo kama vile tuko nayo saa hizi. Serikali iko na hiyo mpango, na ndio tumeamua leo katika baraza la mawaziri ya kwamba kila sehemu ambapo wananchi wako na iko hatari ya kutokea maporomoko ama kutokea mafuriko, hawa wananchi tutawauliza wahame na tutawasaidia kuwahamisha ili tuweze kuokoa maisha ya wananchi. Na itakuwa ni mpango yetu kama serikali kuhakikisha kwamba hiyo kazi inatekelezwa kwa manufaa ya kuhakikisha kwamba maisha ya wananchi iko sawa sawa. Vile vile tumekubaliana ya kwamba
Wale wote wanaishi kando ya mito pale panaitwa riparian reserve, kuanzia kesho tunawapatia notice na tumetoa taarifa kama serikali, kwa sababu vile mambo yanavyoendelea tutazidi na kuwa na mvua na mafuriko yatazidi. Masaa 48 kutokea kesho, kila mtu awe ametoka katika hiyo sehemu, na ni katika sehemu zote za Kenya, mji wa Nairobi, miji zile zingine, kwa sababu hatutaki tena kupoteza maisha ya wananchi, na tutaweka mpango ya kutosha kuhakikisha kwamba tutawapatia chakula, tutawapatia malazi, tutawapatia mambo yale mengine yanayohitajika. Tumepitisha pia katika baraza la mawaziri vile serikali itasaidiana na development partners katika harakati hiyo. So mimi nataka niwaombe na niulize Wakenya wote mahali walipo, the mapping that has been done on all fragile areas that are prone to landslides and flooding, we are asking every Kenyan in such areas to leave, because the forecast is that rain is going to continue and the likelihood of flooding and people losing lives is real. And therefore, we must take preemptive action. The military has been mobilized, National Youth Service has been mobilized, all security agencies have been mobilized to assist citizens in such areas to evacuate, to avoid any dangers of loss of life or fatalities, and to avoid any other dangers. We must, all of us, it is not a time for guesswork. We are better off safe